Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimerudi tena kwa ajili ya kukupa masomo mbalimbali. Inshallah tumesema kuanzia mwaka huu wa 2025 kabla ya 2026 nataka nitoe masomo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia umma mbalimbali kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Najua mataifa wananifuatilia, sehemu mbalimbali wananifuatilia kutoka sehemu mbalimbali, Tanzania, Kenya, Uganda, wapi watu wananifuatilia sana, na wapo ambao wanaelimika na wanapata faida kupitia masomo tunayotoa katika hii mitandao ya kijamii. Naam, ni mimi wenu Sheikh Murid wa Kenya. Usikose kulike, kushare na kusubscribe na kucomment katika channel yangu ipendwa ya Sheikh Murid wa Kenya, Riyadh ya elimu. Kwa hivyo napatikana katika nchi ya Kenya. Namba zangu za simu 0792093375. Sawa? Ndugu yangu, leo nitakupa masomo kidogo. Maana katika hii video nitachanganya mambo kidogo, lakini kwa ajili ya faida, ili nikupe wewe ndugu yangu upate kufahamu kwa namna moja ama nyingine. Kuna dua ya kumtibu mtoto mwenye tatizo la kulia sana. Wapo watoto ambao wao wakishadhaliwa basi wanalia sana, lakini unatakiwa ufahamu sababu zinazomfanya mtoto kulia. Kuna wakati mtoto analia kwa sababu ya maradhi mbalimbali yapo katika mwili wake, basi yale maradhi yakimsumbua mtoto anakuwa analia. Sawa? Lakini pia kuna wakati unafika, sawa, maana yake mtoto yule anaona mashaitani wanakwenda wanamuinamia yule mtoto kwa ajili ya kutaka kumwambukiza maradhi mbalimbali. Yule mtoto anapomuona yule shaitani basi anakuwa analia. Sawa? Basi anapolia mama tu hajafahamu, kwa sababu sio mjuzi wa kufahamu vitu, basi anaona tu mtoto analia, basi mtoto ananisumbua analia, kumbe mtoto anakutana na mitihani mbalimbali. Sawa? Lakini pia vile wanga pia wachawi wana kawaida, mtoto mdogo akishadhaliwa wao lengo lao kubwa wanahitaji kumuua yule mtoto ili wamle nyama. Sawa? Kwa sababu katika masharti yao ya kichawi wao, katika vitu ambavyo wanatakiwa sana kutoa kafara ni wale watoto wadogo. Kwa hivyo yule mtoto, wale wanga wanapofika, mara nyingi sana ukiona mtoto wako analia majira ya saa 6 za usiku, saa 7, saa 8 na saa 9, basi ndio hao wanga hao sasa wanamfuata yule mtoto kwa ajili ya kutaka kummaliza, na hatimaye yeye akishakwenda kuzikwa, basi wale wanga wanakuwa ni furaha kwa ajili yao, yani kwao inakuwa ni furaha sana kwao. Sawa? Kwa sababu watakuwa wamepata yale waliokuwa wanayasubiria na yale waliokuwa wanayataka. Kwa hivyo lazima mtoto yule atakapodhaliwa, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuambia mtoto atakapodhaliwa atafanyiwa kitu kinaitwa hakika. Sawa? Hakika ni nini? Hakika ni kile kiso, yani ikishafikia ile siku zake za 7, kama mwanaume atachinjiwa mbuzi 2, sawa, au kondoo 2. Kama mwanamke atachinjiwa kondoo 1. Alafu unawaita wale wazee au watu wakubwa kuja kumsomea mtoto kisomo. Sawa? Yani watamsomea Qur'ani kama za kinga. Sawa? Basi unaposhindwa wewe ule uwezo wa kununua ile mbuzi hauna, basi unaweza ukamsomea tu Qur'ani pale. Ikifika ile siku ya 7 unamnyoa nywele, na baada ya pale sasa unakuwa unamsomea suratul Mulki na suratul Kafirun, unamalizia Nas na Falaq na Qul Huwallahu 7, basi mambo yatakwenda kuwa mazuri. Mpatie yale maji na koga, mengine na kunywa, utakuwa umemkinga mtoto wako kutokana na mabalaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo kuna watoto wengine wakati mwingine wanakakamaa, sawa, kwa sababu wale mashetani poinamia, ndio utakuta mtoto anaruka hivi, sawa, hatimaye anaangalia juu huko anaanza kulia. Mtoto kama huyu ukija kumuona hivyo, basi wale mashetani ndio wana muinamia. Sawa? Tofauti na jinamizi. Jinamizi na ile shetani tunalisema ni tofauti kabisa. Jinamizi hata mtu mzima anakuja anamwangalia, sawa, anamkaba katika usingizi. Ndio unaona mtu mwingine anaanza kupiga makelele usiku, lakini hakuna mtu anayesikia, maana yake anapiga makelele usingizini, lakini hakuna anayesikia. Ukija kumuuliza, wengine sauti mpaka inatoka nje. Ukimuuliza wewe unapiga kelele ya nini? Anasema nimeota kuna mtu alikuwa ananikaba. Yule sio kukukaba yule ndio jinamizi. Sasa na yeye namna gani wa kuweza kumuondosha huyu jinamizi? Tutaleta somo lake kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo
Ukiona yule mtoto wako sasa amekakamaa, maana yake anaangalia juu hivi kwa kushtuka, sawa, alafu analia. Ukiona tatizo hili limemwandama sana mtoto wako, tafuta majani ya mti wa mkuyu. Mkuyu ni mti ambao nao una faida kwa namna moja ama nyingine. Tafuta majani yale kisha mfukize, sawa, yale majani yachome, mfukize yule mtoto wako. Hatimaye yale mashaitani watakimbia na mtoto wako atakuwa hali yake tarudi kama hali ya kawaida. Sawa ndugu yangu, hiyo ni tiba nyepesi sana ambayo nimekueleza. Lakini pia nitakuja pia nifundishe ugonjwa wa degedege na namna wa kuweza kutibu ugonjwa huu. Maana unafanana na huu ambao nimekuelezea, degedege. Degedege ni ugonjwa gani na vipi unawatesa watoto wadogo na vipi wanasumbuka kupitia ugonjwa huu wa degedege na tiba yake ni nini? Sawa, tutakuja kuifundisha na kuieleza kwa namna moja ama nyingine. Lakini ndugu yangu, sasa yule mtoto anayelialia tu kwa ajili ya kawaida, maana yake ima wawe mashetani au wawe tu ni watu wachai wanamsumbua, au iwe tu ni kawaida mwenyewe, ni kawaida yake ya kulia. Namna ya kuweza kumtuliza ni kumsomea aya ya 108 katika suratul Twaha. Sawa, aya 108 katika suratul Twaha inasomeka kama ifuatavyo. Aya hii inasomeka kama ifuatavyo: yauma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Aya kwanza hii utaisoma mara 7, kisha utakwenda katika suratul An'am. Katika suratul An'am aya yake ya 60 mpaka 61. Aya yake 60 mpaka 61 ni aya ambayo inasema wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lam ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqdha ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hii ni aya ya 61 mpaka 62 katika suratul An'am. Lakini pia katika suratul Kafi aya yake ya 25 utakwenda direct moja kwa moja katika suratul Kafi aya yake ya 25. Aya 25 inasomwa kama ifuatavyo. Sawa, walabithu fi kafihim 300 sinina wazdadu 9. Hii aya utaisoma pia mara 7. Hizi aya zote nimekutajia mara 7. Suratul Twaha yake 108 unisoma mara 7. Suratul An'am 60 mpaka 61 unisoma mara 7. Hii aya suratul Kafi ya 25 unisoma mara 7. Ikhlasi ni kul huwallahu, sawa, unisoma mara 7. Falak 7 na Nasi 7. Kwa kufanya hivi unaweza ukaona mchezo, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakapatikana. Hatimaye ukimsomea aya hizi mtoto wako, ima ukasomea katika maji na yeye mwenyewe ukampuliza, alafu yale maji akatumia kunywa na kuoga, na pia kwa muda wa siku 7 au 3, basi ndugu yangu Muislamu, utaona mtoto wako hatimaye atakuwa ni mtoto mwenye kunyamaza. Ile tatizo la kulialia litaondoka kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni njia ndogo nimekupa, faida ndogo nimekupa kwa wale ambao wana watoto wanalialia, wanaweweseka, wanahangaika, wanafedheka katika usingizi. Namna gani unaweza kuwasaidia? Wasaidieni kwa njia hizo kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo ni mengi ya kufundisha, vitu ni vingi vya kufundisha, lakini tutakwenda taratibu kwa sababu tunataka kufundisha vitu vilivyokuwa na ushahidi na watu watumie ili wapate faida kwa namna moja ama nyingine. Inshallah, wabillahi tawfik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mwalimu Sheikh Mulid wa Kenya. Msikose kulike, kushare na kusubscribe na kulike katika channel yangu ya Sheikh Mulid wa Kenya, Riyadh ya Elimu. Shukran.